hii ifikie kwa wale itakuwa concern. Unajua kulingana na history iko kwa mneti ya ule jamaa kwa klabu akinwa Dem Nyash, nimekama up na idea. Madem itabidi mkuje pia niwape fomu ya kujiunga na jicho la tatu la dunia. Unajua kuna sometimes ndikuwa napata maswali kama madem pia wako allowed kujiunga na jicho la tatu la dunia. Jibu ni yes. From 1973 wali approve na wakaweka pia ladies wako allowed kujiunga na jicho la tatu la dunia. So itabidi mkuje mjoin pia ndio msikuwe disrespected na wababas. Na unaona kuna vitu zingine za aibu ndogo ndogo. Unajua kama huyo demu mwenye alikuwa anainuliwa Nyash, huyo demu angekuwa ako na pesa yake, huyo demu angekuwa at least ako na future nzuri, ako na maisha mzuri, angepatikana kwa situation kama hiyo. Angekuwa mahali amechill, anaitisha, analipa bill, anafanya mambo yake, amerelax, ana pressure, anaendesha gari yake. Yeah, then hizo vitu za aibu kama hizo ni lack of kukosa pesa. Na sometimes nikiwaambia mkuje niwape the way ya kuchange life, at least mkuwe na do. At least nyinyi pia mkikuja, wale wengine wenye wajajua siri ya maisha wakuite anti waharia, waite sijui umenunuliwa gari sijui na mbaba, sijui umejengewa na mbaba, sijui umefanyiwa nini na nini, sijui umepata mzungu, sijui and whatever. But wewe kwa roho yako unajua uko mwanachama wa jicho la tatu la dunia, na uko na future yako, uko na life yako poa, unalipa bills, utegemei mwanaume, wendi kufatana na wanaume. Unajua, acha niwaambie siri mademu, unajua hawa mababas pia wamebeba laana na mikosi, kwa sababu unajua huko jamaa ako na wife, huko ako na watoto, labda watoto analia njaa, labda bibi analia. Hizo nuks zote wewe unazibeba, hizo mikosi zote unabeba, kwa sababu unajua mwanaume naye ni fala. Anaweza kuwa na familia, anaacha bibi yake inateseka huko, anakuja kufurahisha wewe kama slay queen ama demo ama side chick. Alafu sasa wewe unajua wewe ndio unabeba hizo malaana, kwa sababu sasa unajua huyo anatoka huko amebeba hizo nuks, mamikosi akikuja anakumwagia, na wewe unazireceive tu, unabaki maisha yako unateseka, unahangaika. Kujeni niwasaidie kujiunga na jicho la tatu la dunia, mlango huko wazi. Alafu tukibaki kwa hii story ya yenye ile happen kwa club, ukiona hao watu wote wako na makosa, demo wako na makosa na jamaa wako na makosa. Ukiangalia saidi ya jamaa ni kama alikuwa anajaribu kumtoka huyu demo, ni kama alikuwa anajaribu kumwambia hebu songea, wife anakaa, atakama, atakuona wewe ishia. But sasa demo naye sasa anataka dojo, anajua hapa anachota pesa. Demo hataki kuenda, anakatalia hapo. Paka unasikia demo anashikashika mjulus ya jamaa. Demo anashika mjulus, anasema sijui twende, sijui mabj, sijui nini. Sijui yule hawezani, wewe ndio unawezana. Surely unajua hizi vitu zote watu wote walikuwa tu sawa. Watu demo ni kama hata alikuwa aware juu ya hiyo story. Juu hata alikuwa anajua anachukuliwa video. So ladies, mimi unajua na wajali na nawapenda, na labda kuna mafans wangu hapa. Kujeni niwape njia ya kujitegemea. Mwache kutegemea pesa za wababas, mwache kutegemea pesa za wanaume. Mimi niko hapa na wajali kama the billionaire Dr. Chief Bernard, mtoto mdogo mwenye pesa mingi, kiongozi wa jicho la tatu la dunia East Africa.